wa 10 hadi 12. Esta sura ya kwanza mstari wake wa 10 hadi 12. Esta sura yake ya kwanza mstari wake wa 10 na ule wake wa 12. Esta sura yake ya kwanza mstari wake wa 10 na ule wake wa 12. Natamani sana ambaye yuko hapo aweze kutusomea. Ambaye tayari amefika. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Esta sura yake ya kwanza mstari wake ule wa 10 na ule wake wa 12. Neno la Mungu linasema, hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru Mehumani Bilta, Harbona, Bilta, Albakta, Zetari na Kaskari, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele za mfalme Asuero. 11 inasema, wamletee Vasti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonyesha watu mbele za mfalme Asuero. 11 nasema, wamlete Vasti malkia mbele ya mfalme, amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. 12 nasema, bali Vasti malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme, kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, na hasira yake ikawaka ndani yake. Neno la Bwana. Neno letu la asubuhi ya leo ni neno ambalo linalosema uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Neno letu la leo ni neno ambalo linalosema uzuri. 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 Habari hizi ambazo tumesoma ni habari za watu wawili, ambaye ni malkia na mfalme. Mfalme Asuero pamoja na malkia Vasti, ambaye aliyekuwa mke wa mfalme, mke wa rais, mke wa mtawala. Neno la Mungu linatuambia kwamba mfalme Asuero alikuwa na sherehe, na mfalme Asuero kuwa na sherehe alitamani sana, alialika viongozi, alialika wenzake, alialika waheshimiwa wenzake, ili kuweza kusherekea sherehe au furaha aliyokuwa nayo. Baada ya yeye kuandaa hiyo furaha, pia alimpa mke wake pia fursa na yeye aweze kufurahia nyumbani na wale ambao ni wafanyakazi wake wanaomlinda yeye kama malkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ilipofika siku ya 7 ya sherehe, mfalme Asuero
alitamani sana amuone mke wake ili aweze kumpresenti kwa watu ambao ni waalikwa. Akatuma watu wale ambao tumeweza kuwasoma pale majina yao ambayo yameweza kutajwa pale kwenye Biblia, waende wakamuite. Wakamwambia kwamba ni lazima aje amevaa vizuri na pia aje amevaa ile kofia ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale wasimamizi walipoweza kufika kwa Vasti, neno la Mungu linasema kwamba Malkia Vasti alikataa kusikiliza amri ya mfalme. Lengo la mfalme kuweza kumuita Vasti ilikuwa kwamba mfalme aweze kumuonesha mke wake vile jinsi alivyo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mume anatamani sana aweze kujisifia, aweze kumuonesha mke wake ni kwa kiasi gani amerembeka, ni kwa kiasi gani mke wake anavutia, ni kwa kiasi gani mke wake ni mzuri, ni kwa kiasi gani mke wake ni mrembo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kweli mke wa mfalme ndo anakuwa mrembo kuliko wanawake wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na furaha ya mfalme ilikuwa kwenda kumuonesha Vasti kwa watu, uzuri wake uonekane kwa watu. Vasti aliweza kupinga amri ya mfalme na akaweza kukataa kwenda kuoneshwa na kusikiliza amri ya mume wake ambaye alikuwa anamuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema uzuri wako utakupoteza. Uzuri wako utakupoteza. Uzuri wako utakukosesha vitu vya maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sote tunajua uzuri, lakini jamani, sote tunajua uzuri. Uzuri umebeba sifa ya kupendeza, imebeba sifa ya maumbile yako kuwa mazuri, imebeba sifa ya kuweza kuwapendezesha watu wengine, hali ya kuvutia, hali ya kuonekana umeboreka. Unaweza ukawa mzuri wa sura, unaweza ukawa mzuri wa maumbile ambayo umeweza kuumbwa nayo, kwa vile jinsi Mungu amekupendelea kukuumba kwa upekee. Bwana Yesu asifiwe. Ukajikuta uko mrefu, ukajikuta uko mweupe, ukajikuta una nywele nyingi, ukajikuta upo vizuri, uko smart. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana leo tunaona watu wengi kwa kutafuta uzuri wa nywele wanaongeza nywele. Bwana Yesu asifiwe. Watu kwa kutafuta uzuri wa weupe wanaongeza mafuta ili wawe weupe waonekane wazuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupendelea akakupa weupe, au utakuwa na haja tena kuongeza mafuta. Kwa wale wanaoongeza mafuta, akakupendelea akakupa nywele ndefu za kuanguka huko, hautaweza kuongeza yote. Ni maplante wenyewe na baraka ni mamesho kwenda kusukiwa huko, na tafuta uzuri kwa sababu uko mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatafuta kupakana hiyo mafuta juu uonekane uko wa mzuri, na maana uko mzuri haujaamini, ndio maana uko naongeza mafuta. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini kila mtu aliyeumbwa na Mungu ameumbwa katika mzuri, kwa sababu tukisoma neno katika kitabu kile cha Mwanzo utaona kwamba wakati ambapo Mungu alipoweza kumaliza kazi ya uumbaji, alisema kila kitu alichokiumba alikiona ni kizuri na akastahiili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina mbili ya uzuri. Kuna aina mbili ya uzuri. Kuna uzuri wa nje ambao ndio huu ambao niweza kutaja hapa, uzuri wa sura, uzuri wa nywele, maumbile. Huu ni uzuri ambao unaonekana kwa nje. Na pia kuna uzuri mwingine ambao ni uzuri wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri wa ndani ambao umebeba hali ya upole, umebeba hali ya ukarimu, umebeba hali ya upendo, hali ya uaminifu, hali ya utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Ule ni uzuri wa ndani ambao hauonekani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Watu wengi siku ya leo wamepotea katika uzuri wa nje. Watu wengi siku ya leo uzuri wa nje umewapoteza. Wanapojitazama kwenye kioo
wanapovaa, wanapojipamba na kujitazama kwenye kioo, wanasema kwamba tu ni mimi, hakuna mwingine. Wanasema tu badala yangu hakuna mwingine, ni mimi peke yangu tu. Na ndio maana tunaona wamama wengi, utakapomuona amevaa, unaona hata na mwendo unabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio tu wamama, hata wababa pia. Unaona na mwendo unabadilika, anakuwa wa mwendo mwingine. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tunapaga tunawaona umashete huko tu, tunapaga tunawaonea. Bwana Yesu atusaidie sana. Ule ni uzuri wa nje, na uzuri wa nje unapoteza watu wengi sana. Uzuri wa nje unapoteza watu wengi sana. Anapojiangalia anakuwa mwenye kiburi, anapojiangalia anakuwa mwenye dharau, anapojiangalia anakuwa mtu ambaye hawathamini wengine, hawajali wengine, anawaona wengine mavi kabisa, si kitu chochote mbele zake, kwa sababu ya uzuri wa nje unampoteza. Watu wengi hata katika uzuri huu wa nje wanafika mahali wanadharau wasimamizi wao, wanadharau viongozi wao, wanadharau hata wazazi wao, wanadharau hata waume, wanadharau hata wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri wa nje unawafanya watu wengi, wakina mama, wakina dada wengi, hata wakina baba wengi, wakina kaka wengi, wanajikuta katika hali ya umalaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Anaweka ule uzuri mbele, ndio anasema kwamba mimi ni mzuri bwana, kila mwanaume atanipenda. Walio wengi wanafika hata kuvunja mandoa, akijitazama anasema mimi ni mzuri bwana, nitaenda kuolewa na mwingine pale mbele. Mimi ni mzuri bwana, mwingine atanipenda pale mbele. Mwanaume na yeye anasema mimi ni handsome bwana, hata kama nikiachana na wewe wengine watanipenda pale mbele. Ninapendeka mahali pote. Mimi ni mrembo, mimi ni mzuri, nitapata mtu mwingine ambaye nitakaa naye. Hata ukienda sijali. Bwana Yesu atuhurumie sana. Uzuri wa nje unawapoteza watu wengi. Uzuri wa nje ulimpoteza Vasti. Uzuri wa nje ulimpoteza Vasti. Ukiendelea kusoma hilo neno utaona kwamba ndo hapo sasa ambapo Esther alipata neema ya kuweza kuolewa na mfalme Asuero. Kwa sababu Vasti alijiona mimi ni mrembo, mimi ni mzuri, na tayari niko mke wa mfalme, nimekuwa malkia, hakuna awezaye kunitoa tena hapa. Nimefika. Lakini neno linasema mfalme Asuero alipokwenda kuambiwa malkia amekataa, hasira yake iliweza kupanda. Ghadhabu yake iliweza kusimama dhidi ya malkia Vasti. Na ghadhabu ya mfalme ilipopanda, neno la Mungu linasema kwamba Esther aliweza kuolewa badala ya Asuero. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzuri wako usikupoteze. Uzuri wako usikupoteze. Uzuri wa sura ulionao usikupoteze. Uzuri wa sura ulionao usikupoteze. Ukitia uzuri wa sura mbele, utapoteza vitu vingi. Ukitia urembo mbele, utakosa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Tito. Kitabu cha Tito. Kitabu cha Tito sura yake ya pili. Kitabu cha Tito sura ya pili mstari wake wa 3 hadi yake 7. Hivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Amen. Wasiwe wasingiziaji. Amen. Wasiwe wenye kutumia vitu vingi. Wale wapumzikao mema. Amen. Ili wawatii wanawake vijana akili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Neno linasema kuwa kwamba wale ambao ni wamama wazee, ndio sisi ambao tunaonekana wazee. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio tunaonekana wazee. Mama Penina, wewe ndio mzee. Mama Victorina, wewe ndio mzee, na mimi ndio mzee wa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Neno la Mungu linatuambia kwamba wanawake wazee wasiwe watu wenye kutumia mvinyo, wasiwe watu ambao wanaozingizia, wawe watu ambao watakao kuwa watu wa kufunza. Na tufunze wanani? Tufunze vijana wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Tuwafunze hawa vijana tulionao katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupate kuwafunza sisi wazee, tupate kuwafunza. Na tunawafunza nini? Biblia inasema kwamba tuwatie akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwatie akili, ina maana kumbe hawana akili. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, mabinti, tuwatie akili ndani ya vichwa vyao. Na akili tutakayowatia ni akili gani? Wapende waume zao. Ndio hivyo baba. Twende hapo baba yangu. Ili wawatie wanawake vijana akili. Wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wawatie wanawake vijana. Wanawake ambao ni vijana tuwatie akili. Akili za kuwatia ni kupenda waume zenu. Akili za kuwatia ni kupenda watoto wenu. Akili za kuwatia ni kwamba muwe wasafi. Akili za kuwatia ni kwamba muwe watu ambao mtakuwa mnafanya kazi manyumbani mwenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wasafi, wapende waume zao, wapende watoto zao, muwe wasafi, watu ambao mtakuwa mnafanya kazi katika nyumba zenu. Hii ndiyo Biblia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo akili tutakayowatia. Jambo la kwanza ni kupenda waume. Jambo la pili kuwa wasafi. Mpende pia watoto na pia kuwa wasafi. Jambo la tatu, mfanye kazi ndani ya majumba yenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Nione sana, ni huruma sana, wakati ambapo nilianza kutafuta watu ni wakina nani, nimeambia vijana watoe neno, sipati mtu, kila mtu ananipa kisogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Nikasema Mungu wangu nifanye nini? Basi ndani yangu pata hili neno, na nikaona kwamba ndilo neno ambalo Bwana ameona kwamba linatufaa katika kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika miji ya Ulaya ambayo tuliomo, najua kwamba watu wanaolewa sana. Watu wanaolewa, na tena kwa hela nyingi sana, kwa mali nyingi sana, kwa gharama nyingi sana, kuanzia mavazi, mali na hata sherehe inayofanyika inakuwa ya gharama kubwa sana. Lakini jambo la ajabu na la aibu ni kuona kwamba ndoa si ndoa za kudumu. Ndoa zinavunjika hapa na hapa, ndoa zinavunjika, zinakuwa za mizozo, zinakuwa za mikorokano, zinakuwa za mivutano. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wetu wa kike ambao ni vijana, wale wanaoolewa na ambao wanasubiri kuolewa, ni kwa sababu ndani ya vichwa vyao hamna akili. Ndani ya vichwa vyao mnakuwa ile akili tu ya kujipamba. Wanapaka mafuta nikuwe mzuri, anasuka nywele niwe mzuri, anatafuta mavazi kwenye shene huko na kwengine kote, anavaa kiato kizuri, anavaa. Ukikutana naye barabarani unakuta mtu, ukikutana naye barabarani ninapata mwanamke. Lakini sasa nyumbani kwao watu wanalia huko. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wazazi wanalia. Amen. Watoto wanashindaga kwenye machumba. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Mtoto wa mtu mwenye kesho atakuwa bibi ya mtu anashindaga kuchumba tu. Iko nafanya nini? Masaa 3 masaa 4 kwa kuchumba. Iko nafanya nini? Bwana Yesu atuhurumie sana. Bomba inaweza ikayala pale ya masani na fie kwa mnyumba mwao anashinda kuchumba. Masani na yala pale. Mungu atuhurumie sana. Kisha baadaye tunangoja hapa kwamba mtoto wa fulani anataka kuolewa. Binti wa kanisa lile anataka kuolewa. Wachungaji tunakuwepo mahali
mahali hapa, tubariki ndo. Unabariki nini? Unabariki mvivu. Unabariki ambaye kesho ataenda kukutukanisha. Unabariki ambaye kesho atalifanya hata na kanisa litukanwe, na jina la Kristo litukanwe. Wazazi watatukanwa, kanisa litatukanwa. Kwa sababu gani? Ndani ya vichwa vyao hamna akili, lakini wana akili tu ya kurembesha sura. Bwana Yesu aturudie sana. Kuolewa sio tu kurembesha sura. Mtu haolewi kwa sababu unakuwa na sura nzuri. Mtu haolewi kwa sababu ya uzuri ule wa nje unaovutia. Kama uzuri ndio unamfanya mtu aolewe, wale warembo ambao wanazagazagaa huko, ambao wengine mpaka sasa hivi ni wa single mother, ambao wamezalishwa na kutupwa, wazuri wameachwa, ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya tabia. Uzuri wa ndani haupo, amekuwa na uzuri wa nje tu, lakini tabia za ndani hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atuhurumie sana. Tunangoja kesho tuungishe ndoa ya nani? Kesho tuungishe ndoa ya nani? Lakini sasa je, huyo ambaye tunakwenda kuungisha hiyo ndoa kweli ana sifa za kuwa mke wa mtu? Ana sifa za kuolewa? Bwana Yesu atuhurumie. Ana sifa za kukaa kwenye ujumba? Uzuri wa sura unakupoteza. Uzuri wa sura utakukosesha mengi. Uzuri wa sura utakupoteza. Ukiweka tu sura mbele, unajua kwamba hii sura ndio kioo yani kupata mwanaume, ujue kwamba utaolewa, lakini bado ujumba utavunjika, bado utaachika, bado utazalishwa na kuwa single mother, bado utazalishwa na utajikuta tena unakuwa tafuta divorce. Muliunga ndoa serikalini na kanisani, lakini tena kuvunja serikalini, mnakuwa mnatafuta divorce. Ni kwa sababu gani? Ulifikiri kwamba tu mtu anakuwa tu na uzuri wa nje, ndio basi ninapokuwa na uzuri wa nje basi inatosha. Unashindwa kujua kwamba kuna wajibu mwingine ambao unatakiwa uwajibike. Kuna sifa zingine ambazo unatakiwa uwe nazo ili uweze kukaa kwenye ujumba, ili uwe mke wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ili pia mume wako afurahie kuwa na wewe. Mume wako afurahi kwamba hela yangu haikupotea bure. Kwa kushinda kuchumba na kwako, ukiagia salo inaoza, hata chumba yako inaoza. Bwana Yesu atuhurumie sana. Hata wakikuita njoo kabisa ubaki yake, autokaki kuchumba kwa tukuchumba. Hata wageni wakikuya una hata bezo ya kuwasalimia, unapaka tu kuchumba. Ni pepo gani tunakia kutana naye? Mimi najua kule kwetu kwenye tulitoka, watoto ndio walikuwa wanatengeneza manyumba. Watoto ndio walikuwa wanafanya kila kazi. Mtoto wa mnyumba busubuhi avaye enda ku masomo, anafia kini, anabeba mandoo anaenda kubomba, anakia naacha mai, baadaye anakia oga anaenda ku masomo. Hata akirudia akikuta muyapiga hata nuna abayapiga, anaanza ingia tena, anaanza tafuta apige, lakini haina huko. Akikuta njoo muyapiga na kisi yako na konte ya benki, atenda anaita kumetoka manjoo meto, anaenda tafuta kuni, atenda kumeto, anaenda kuishe. Mtoto wa mtu anekala kama nyumba yako na siku mbili hata pika, iko nakula vitu vya kuishe ya, iko nakula vitu vya kumeto, kisha na ngoela wende uko bibi ya mtu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Marekani, dada mmoja ambaye ninamjua, sitamtaja kwa chini, akaolewa $18 za Kimarekani. Alipoolewa basi sherehe ikafanyika, aliletwa Italia, hawakuenda vile vya masala, aliletwa Italia kama kwetu. Alipoletwa basi akakaa. Muya mwenye anaolewa na bakiaka tu kuchumba. Anabakiaka kuchumba. Baya bote wenye wanaolewa huko, bakifika wendaki kumakazi, na anabakiaka kwa kumanyumba kwa bwana, ndio wanaendaka wanapumzika. Bwana anaenda kukazi, bwana anaendaka kukazi, anarudia mwanamke apigani. Mwanamke apigani. Basi alifika kukawia kubeba mimba, akabeba mimba. Bwana sela muda ni mimba. Juu bwana alikuwa anekala pamoja na mama yake.
beko mnyumba moya na mama yake. Basi mama ndo wakupiga, mama ndo wakupiga, mama ndo wakupiga. Mango wale waongo wache. Mango lele chemi la mingile la msumbu. Bwana Yesu atusaidie sana. Fia kazala. Fia anafika mpaka kuzala hali ni ile ile vile. Hata wageni wakuya tukaki. Yana kwa kani yewa kuchuma. Anaweza katoka anaenda kutoalete, anazunguruka kama iko na njala, wakati mwingine anakia kula, yenyewe vilipigiwa ndio anakia kula. Mungu atuhurumie sana. Ni hadi gani wewe mwanamke mbona ubadilike? Kile kilipatia nini? Pamoja na dolari 18 yenyewe aliolewa ya Kimarekani. Bwana alisema huyu mimi natoka nini? Alimunyangula yeye peke akampakiza mugari na kwenda kumrudisha kwao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaweza ukaolewa hata mali nyingi sana. Haitakuwa ndio kibali cha ukikala Mungu. Kibali cha ukikala Mungu ni tabia zako. Utafanya kanisa lisitukanwe, utafanya wazazi wako wasitukanwe, utafanya jina la Kristo lisitukanwe. Kuonekana kwamba ulikuwa mtoto ambaye ulilelewa katika maadili ya kanisa, ni zile tabia zako za ndani ambazo utakazo kwenda kuzionyesha kule ambako utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa unashindwa kufanya kwenu, hata kwa watu utaenda kufanya. Utakapokuwa mtu wa kushinda chumbani kwenu, na kwenyewe utaenda utakuwa tu wa kuchumba. Bwana Yesu akusaidie sana. Utakapokuwa mtoto ambaye haujali watu waliomo ndani ya nyumba yenu, na kule ambako utaenda kwa hali ya kigeni, hautaenda pia kukaa. Na ndiye maana tunaona mabinti wengi sana mahali hapa tulipo, anapolewa hata kijana anakaa na mama yake na mzazi wake mnyumba. Utaona kwamba fie kwa na shurutisha garso, tutoke hapa tuwami, twende tujenge kwetu, twende tutafute nyumba yetu, twende mbali na watakuwa washauri, watakuwa walimu wa kuweza kuwafundisha wengine. Tunaamini kwamba hata vijana wa kanisani petu hapa watakapooa watakuwa ni vijana wazuri. Wachungaji hawataitwa kwenda kusuluhisha, kutafuta suluhu ya ndoa. Hawatafanya hivyo, kwa sababu tunajua kwamba vijana wetu wanajielewa. Watajua jinsi gani ya kuishi na wake zao. Watajua jinsi gani ambavyo watakapokuwa na kiasi katika kila jambo na katika kila tendo ambalo watakalokuwa wanalipenda ndani ya familia zao. Lakini hasara na hatari ni kwa vijana wetu mabinti. Vijana wetu mabinti wamejengwa na kiburi. Vijana wetu mabinti wamejengwa na dharau. Vijana wetu mabinti wameshupaza shingo na kuweka masikio kuwa magumu. Ataniambia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Zamani kule kwetu waliokuwa wanatoa mashauri ni wazee. Ukikuwa na tate yako mfamilia, wakati mwingine mashangazi ndio wanakuja. Wakati mwingine zamani watu walikuwa wanakusanywa, mabinti wanakusanywa, wanawekwa sehemu na wazee wa kijiji, mabibi zao au mashangazi zao. Wanaanza kuwashauri watu wanakuwa wanaishi. Mtoto wa mtu anakuwa ni mtoto gani? Umekomaa, kesho utaolewa, utakuwa ni mtu, unatakiwa kuwe mtu gani? Kule kwako utaenda kuishije? Utamkamataje mume wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa nyakati zetu hizi, vile vitu vyote havipo. Huku tulipo hatuna tena mababu. Huku ambako tuko hatuna mabibi. Wakati mwingine hatuna hata mashangazi huku tuliko. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini watakaoweza kutufunza ni wanani? Ni neno la Mungu tunalolipokea. Watakao tufunza ni wanani? Ni wale wazazi ambao tunaishi nao ndani ya nyumba. Ndio watakaoweza kutuambia mtoto wa mtu anatakiwa ishi. Hivi ni bwana wa mtu ni kitu gani? Wakati mwanamke atamwitia polisi, atakuwa anakosea au anafanya mzuri? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nikamwambia, "Mshagawahi kuita watu wangapi ili waweze kusuluhisha hilo swala huko ulipo?" Akasema, "Nimeita watu wengi sana. Na nasikia moyo wangu kuchoka. Kinachonizuia tu ni kuona kwamba aibu ya watoto. Na kuona pia ni miali hata kwa familia. Lakini mahala ambapo moyo wangu unakoelekea, ninasikia kuchoka. Huyu baba nitamwitia polisi ili wamtoe hata katika hii nyumba, maana sijui faida yake." Baba wa mtu, baba wa familia, mume wa mtu, huku Ulaya ulipaki nyumba. Unaambia nani alipo? Haupaki unaembea hii chakula yenye kwa naisha manyumba hivi sasa watu tuko na watoto. Au upaki unaembea.
mafaktire mama ya moto ya mainternete munyumba na masiranse wa ujuaji huko tu naishi. Kazi yake ni nini? Kazi yake ni pombe. Kazi ni kwenda kulewa pombe, baba wa familia. Kazi yake ilikuwa na vikao na walevi wa pombe, ikifika samedi, ikifika dimanche, basi. Kumbe na kubula kuna kwa watu wenyewe wanaendaka kukulewa mapombe, wanakenja manyumba masaa 10 ya usiku. Masaa 9 ya usiku. Wale kwa natoka kupombe baba wa familia. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni furaha sana kwetu kwa sababu najua katika kanisa hili hakuna walevi wa pombe. Na kuona kweli ni kijana mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kijana ambaye alidumu katika neno la Mungu. Ni kijana ambaye alilelewa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokuwa kielelezo na mfano, jina la Kristoalitatukanwa. Yesu hatatukaniwa. Ni Vikristo gani vile ndio vilikuwa vinaingia mkanisaoni kioni. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kesho utakuwa bwana wa mtu. Unatakiwa ujikomportea yeye. Kesho utakuwa baba wa familia. Unatakiwa ujikomportea yeye. Ukuwe na kiasi na ukuwe kielelezo. Sio kila mahala unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na vijana katika hii miji pia ambao tumekuja, vijana wa kiume ambao bwana wa mtu ni mlevi. Tena kulewa kwenyewe sio kwa ndani ya familia. Baba wa familia anaenda kulewa pombe na kwenda kulala huko huko. Bwana Yesu atuhurumie sana. Baba wa familia anaitaka kama ni kunywa pombe anakunywa mpaka anajisahau. Ajui familia itaishije, ajui familia itafanya nini, hana mpango na kitu kingine chote. Ni yeye tunakulewa pombe. Mtu mmoja akanipigia simu. Ananiuliza nifanye nini? Huyu mwanaume nimpeleke polisi, niite polisi, tufarakane tuishe au nifanye nini? Tumekuja Canada, tumekuja huku Ulaya nikaribia miaka, sasa tunataka ingia miaka takriban miaka 7. Huyu baba anafanyaga kazi lakini hajui kulipa nyumba. Nyumba alibaki. Bwana Yesu atusaidie. Mume wa mtu, baba na watoto, hajui kulipa renti ya nyumba yake pale. Kolasio za watoto za kumasomo hajui. Habari zingine zote za kufanya mahitaji ya mnyumba hajui. Hapokuwa kule wao wawili, hakuna mtu atamkontrole, hakuna mtu mwenye atamshauri, hakuna mtu mwenye atamsema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafikiri kwamba ndio uzuri tu, ndio vizuri, lakini maisha hayaendi hivyo. Neno linasema kwamba tuwafundishe wawe watu ambao watakaokuwa wanafanya makazi ndani ya nyumba yao. Watakapokuwa wamehama na kwenda kukaa kwa wawili, Bwana anakuwa ni boy. Bwana Yesu asifiwe. Kusaidiana haijawa tatizo, lakini hapa kujasemekana wanaume ndio wafanye kazi. Wanasema nyie vijana wa kike, fanyeni kazi katika manyumba yenu. Nyumba itakapokuwa proper, ni wewe unaitia kuwa na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vitakapokuwa viko en ordre, ni wewe mwenyewe unavitia. Tuwatie akili. Siku moja tulikuwa bado tunaingia na wao ndugu zangu hapa ambao tulikuwa tunashiriki nao. Siku moja niko kuusingizi, nikaona mtu anakuja usingizi. Nilikuwa ninaona kama maono. Huyo mtu wakati alipokuja, nikamwona anamleta mmoja wa mabinti ambao tulikuwa tunashiriki nao katika kanisa. Akaja akanipatia naye kwa mkono. Akaniambia mshike huyu kwa mkono. Nikamshika. Nilipomshika kwa mkono, akanifunulia Biblia. Akaja akanifunulia hapa hapo nilikuwa nimesoma. Akanipa huu mstari wake wa 4 na ule wake wa 5 ndio alinipa. Akaniachia naye mikono na akanipatia hii verse. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitaka kuniambia nini? Ina maana ilitaka kunifundisha kwamba huyu inatakiwa nimtie akili. Yeye na mume wake hakuna usalama. Najua pia tuliendaga na mume wangu tukaenda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaonanaga na mke mara pili, tukaonana hata na mume. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo jamani, mweni na akili. Usiangalie tu urembo wa sura. Usiangalie tu kusuka. Usiangalie tu kupakana mafuta. Usiangalie tu kutia makucha yenye mnatiaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mapaswa mengine ya kufanya. Huyo ambaye nimemwadisia mahali hapa alifika na kazaa na uchumba ukakufa. Wengine wanafikiri kuzaa ndio kibali cha kupata waume. Masingomaza wapo na wamekataliwa. Kuna watu ambao wamekataliwa hata na watoto 10 wameachwa na kutelekezwa. Wamezalishwa na wametupwa. Kwa sababu gani? Tabia, uzuri wa ndani haupo. Upole haupo. Kiasi hakuna. Maana Biblia imetuambia muwe na kiasi. Kuweni na kiasi, tuwatie akili, muwe na kiasi. Sio unaongea sana. Sio unanunua vitu ovyo ovyo. Sio unajipamba ovyo ovyo. Sio unaenda ovyo ovyo. Sio katika kila kitu unaonekana. Uwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee na neno mchungaji. Nakuwa kwenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa vema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu hivyo hivyo na vijana waume waonye kuwa na kiasi katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako kuonyesha usahihi na ustahili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na vijana wa kiume wakuwe na nini mchungaji? Kiasi. Na vijana wa kiume mkuwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe pia kesho utakuwa mume wa mtu. Na wewe pia leo uko mume wa mtu. Unatakiwa uwe na kiasi. Uwe mtu ambaye utakuwa kielelezo. Nilikuwa naenda pigia. Nakuta ni mkuu wangu kwa na sashe ya bunga. Mikono. Anaanza peleka kwa jirani. Nikafika nikajongelea yule jirani. Ase kile kilio nakuwa ni si bunga hii. Aseme ni. Anakupatia ufanye nawe nini? Aseme ananipatia ni mchungaji hapa usijasikia kama. Niko na vijiko napenda kununua. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hiyo ndio siku yenye ile habari ya mimi kutiliwa mbikao ilishaka. Nilikuwa natiliwa mbikao na bwana mkubwa yangu. Niko mwizi wa bunga. Sikutukana, sikuchongea kwetu, sikwambia mtu. Nilikuwa nalia. Machozi wanasema siko nasema. Bwanangu naye anisemee yeko tu anasikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nilikuwa mtoto wa sesa. Mwenye alikia kwa mwai kesi ni demai yangu maskini ya Mungu anakuwa marehemu leo. Jina ya Sofia wangu. Ndio alikuya akaona ali yenye ipo akasema ni bono mwana ale mwanwe mnatese wengana ngala. Mungu kabelela kechi kama ale mimi kama wewe bwana njala kama wewe tabinge dosi. Mungu kabelela kechi wa mango yote hapa kule Mungu. Nikapewa jiko niko na polina wangu leo wa miezi 3. Nikapewa jiko nikaenda kwa. Nikaanza piga kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bele kazi la leo, utekana na mamako mko mnyumba. Utekana na mamako mko mnyumba, mchangie naye nyumba ilikali. Anakuwa sambanda. Fie mwenyanga alikuwa wewe na shawishi bwana. Aseme no utafute adrese yako, atutekana pale kwenu. Utafute kwenye tutaeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini watoto wa leo wele kazi. Wele kazi ya kwenda fika wa make Mungu. Otenda na hiyo. Utamwambia nini? Ana hata muda kwanza kukujongelea. Ana hata muda wa kukuuliza. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wapendwa, mimi niliolewa niko mtoto mdogo sana, miaka 15 ndio niliolewa naye. Miaka 15, miaka 16 nikazala polina wangu. Miaka 17 nikazala akili ule kwa pale. Niseta nilikuwa nishakuwa na watoto wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliishi kwa watu.
Kwanza mama yangu kwa anapenda kuolewa kwangu. Mama yangu alikuwa ananitema na kunisamehe. Mimi na mama yangu tulikuwa tunapishana. Juu ya kuolewa kwa yeye ndio mama yangu alikuwa apendi. Nani alishauri, nani aniambia? Nilienda ikala kunyumba ambapo baba wa kwanza. Ye, olobinwa oma. Olobinwa lento. Lewe bibi ya imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Nani shaki atambia nini tena walikulu atabambia nini? Abambie nini? Kile kenye atabambia ni kitu gani? Bamsikilize kunini? Kwanza kwa wote simu ya iPhone otenda. Lechuno wabeto de Samsung. Otenda. Bale toba chile mpaka iPhone 17 kwa bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Beko mpaka na iPhone 17 sisi tuko na Samsung ya 200. Yeko na simu ya 1000. Utamwambia nini? Anakuona saa mavi. Anakuona saa wese. Yeye kwanza na baraka klasi peona baraka. Hiyo ni makanti. Ewa amekwata chano, au mwata mpaka cha kati ama ombwela. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mabinti wetu tuelimu. Watoto ambao wamelelewa katika kanisa ni watoto ambao wanatakiwa wawe tofauti na watoto ambao hawalelewi kanisani. Lazima kuwe na utofauti. Utakakoenda hata wachungaji wako wapigiwe simu kusema kweli, mwana utoka unja kanisa. Kweli mwana utoka bila mwana kanisa. Kweli onomo mwana ulienga kanisa. Tatole na kila milando wake ubano wake binu no sensoshina kimwamilina. Aki obano bino mwana wangene no somo no biselemayo kanisa.